Winnie, yeye alifikia kwa mama mdogo wake. Huku Dana akaona kama alama za kucha ukutani. Akawa hajazielewa, akaendelea tena kuongea na simu. Mara kasikia tena mtu anakuangua ukuta. Kugeuka kuona kitu. Akamwambia Winnie kwamba kesho atakwenda kulipia hostel na atahamia huko chuo. Alafu ole wako chuo kisinivutie. Si unakumbuka mimi nimekuja kusomea UDSM kwa sababu yako? Winnie akasema ninajua. Okay, tukutane kesho mapema basi. Na iwe mapema kweli maana wewe nakujua mchelewaji. Winnie akasema hakuna shida, atazingatia muda. Simu ikakatwa. Huku Dana akaingia bafuni na sabuni yake ya skincare. Bafu chafu kishenzi. Basi akaosha uso wake pale, akafunga maji akatoka. Mara maji akajifungua tena. Dana akarudi akayafunga tena kisha akaondoka. Kwenye sinki yakaanza kudondoka matone ya damu. Hey! Sasa mida usiku mwingi Dana kalala, kile TV cha chogo kikawaka, kikamkurupua Dana kutoka usingizini. Akachukua remote akazima, kisha akalala tena. Baada muda kidogo tu kikawaka tena. Dana akaamka tena akakizima tena, kisha akashuka kitandani kwenda kuchomoa waya kabisa, lakini akakuta kumbe hata hakijachomekwa bana. Sasa kimewakaje? Akaanza kusikia sauti za ajabu za kunongoneza. Akaona usogelea mlango wake taratibu, akaufungua kisha akatoka akasimama koridoni. Akaona kuna mama kasimama mwanzoni mwa korido kabisa kule. Akajaribu kumsemesha lakini kimya. Ile kufumbua huyo hapa mbele yake. Dana akarudi chumbani kwake huko anapiga konga huyo. Akafunga mlango wake vizuri ana hema kishenzi. Mara mlango kaanza kugongwa. "We nani na unataka nini?" "Hey, we nani?" Ile anaita msaada kugeuka kumbe huko nyuma yake. Hapo hapo akastuka toka usingizini. Ana hema kishenzi. Anashukuru Mungu ilikuwa ni ndoto tu. Mara akaanza kusikia sauti ajabu inamwambia, "Hii sio ndoto." Akageuka akamwona yule mama na hapo ndio inakuwa mwisho episode 1. Episode ya pili inaanza na Dana yuko koridoni analia tu aelewi aende wapi, kila sehemu kunatoka sauti za ajabu. Mwisho akajikaza akakimbia kwenye ngazi akakutana na wale wahudumu wawili wa reception. Kumbe washikaji ni mesukule bana. Wamejaa damu kila kona. Ikabidi Dana arudi tu koridoni. Dar es Salaam imekuwa Dar es Salaam. Lia kishenzi kile kitoto alichokutana nacho mwanzoni kule kikamshika bega. Kisha kikamwambia, "Nifate." Washikaji wakaingia chumbani namba 17 tena. Huyu mtoto akamwambia Dana kwamba unakaribia kufa. Dana akasema, "Kwa nini unasema hivyo?" "Kwa sababu ulituua sisi." Dana haelewi. "Niliwaua? Yaani mimi niliwaua nyinyi?" Mtoto akamwambia, "Damu yako." "Damu yangu?" Dana akamwomba mtoto amsaidie kutoka kwenye hiyo hotel. Mtoto akamwambia, "Ukisha ingia kwenye hiyo hotel huwezi kutoka." Dana akaona atoke tu mwenyewe kwa hasira koridoni akakutana na kivuli kinapita. Akakipisha njia kikampita pembeni. Hajafika popote kikamrudisha ndani tena kikamnyonga kishenzi hicho kivuli. Nyonga mno mpaka Dana akafa. Baada ya muda akaamka. Mtoto akamwambia, "Fanya haraka haraka sasa tuondoke." Basi wakatoka wote mpaka huku mapokezo anakimbia kishenzi akakutana